tumepata swali kutoka kwa ndugu yetu anaitwa Felix Dennis. Felix Dennis yeye anasema kwamba ana tatizo lifuatalo. Kwanza, anapoteza hamu ya kula, lakini ikimjia ile hamu ya kula anakula kiasi kidogo alafu anashiba. Kisha baada ya muda anajisikia tena ile njaa, lakini ile appetite ya kula, yani anajisikia njaa lakini ile hamu ya kula haipo katika mwili wake. Sasa anauliza hiyo ni dalili ya tatizo gani? Asante ndugu yetu Felix Dennis kwa swali lako. Hayo ni katika matatizo ambayo watu wengi sana wanayo. Wanaweza kuwa nayo watoto, lakini watu wa umri wa kati, lakini pia na watu wazima. Mtu ghafla akapoteza hamu ya kula, yanachangia na mambo mengi sana. Inaweza kuwa ni shida ile ya minyoo, inaweza ikaleta hiyo hali. Mtu akawa anakula lakini anakula sana, lakini anasikia njaa mara kwa mara. Hiyo hali ya minyoo ya namna hiyo. Lakini kama mtu ana shida ile ya flatulence katika mwili wake, inaweza kumletea hiyo hali ya kuwa anashiba alafu baada ya muda anajisikia tena njaa, appetite ile ana kila kidogo anajikuta ameshiba. Hiyo ni tatizo lile la flatulence. Lakini jambo kubwa linalowasumbua watu ni ile hydrochloric acid, ni ile gesi iliyokuwepo katika tumbo. Ile gesi inapokuwa inazalishwa kwa kiwango kikubwa tumboni, inakwangua tumbo na kusababisha njaa. Lakini kwa kuwa imezalishwa kwa kiasi kikubwa, inakata ule utaratibu ule wa kula. Yani inakata ile hamu ya kula. Njaa unaisikia, lakini ile hamu ya kula inakata. Na hiyo inatokana kwa sababu kwanza unazalisha kwa kiwango kikubwa hydrochloric acid, lakini ile gesi, ile asidi inapanda juu, yani inafanikiwa kupanda mpaka kufika kwenye umio, na hivyo inaondoa ile hamu ya kula, inakuwa inaondoa. Sasa kwa sababu ni asidi, maana yake unajisikia ile njaa. Kwa kuwa inakwangua unajisikia njaa, lakini kwa kuwa inapanda inakata ile hamu ya kula, na ukila kidogo unajikuta kwamba umeshiba. Hiyo ni ile hydrochloric acid inazalishwa kwa kiwango kikubwa katika tumbo. Jitahidi kupunguza vyakula vikali kama vile ndimu, pilipili. Maana watu wakijisikia hivyo, mtu anatafuta vitu vya uchachu ili aongeze appetite ya kula. Sasa hiyo unazidi kujiumiza katika tumbo lako, kwa sababu unapoweka pilipili au unapoweka ndimu katika chakula, unaenda kuongeza uzalishaji wa hydrochloric acid tumboni. Kwa hiyo na hiyo itakuletea hilo tatizo la muda mrefu, kwamba wewe maisha yako yatakuwa ni hayo muda mrefu. Unakula kwa kusaidiwa na ndimu, unakula kwa kusaidiwa na pilipili. Ukikosa vitu hivyo unakuwa una uwezo wa kula. Na hiyo kwa sababu gani? Umeuzoesha mwili wako kutengeneza kwa kiwango kikubwa hiyo asidi, na inaendelea kukuumiza. Lakini pia vyakula vingine vyenye gesi nyingi kama viazi, maharagwe na jamii ya kunde, hivyo pia ni vyakula vya kuvipunguza, kwa sababu navyo pia vinasababisha kuzalisha kwa kiwango kikubwa hiyo hydrochloric acid. Vinywaji vyenye gesi nyingi kama masoda haya na vinywaji vyenye ukali pia punguza vinywaji hivyo, na baada ya muda unaweza ukawa nomo. Asante kwa swali lako ndugu yetu. Kama una swali lingine lolote, tuandikie hapo chini swali lako, tutaliona nasi tutakujibu. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala. Tunatibu magonjwa mbalimbali ya kibiolojia kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.